Hello, habari za Jumapili. Karibuni tena wiki nyingine kwa ajili ya kuangalia soko letu. Kama una join kwa mara ya kwanza, hii ni channel ambayo inakuwa hosted na mimi Arnold Kazoba, ambapo kila wiki ninapitia forex pairs na kuangalia kitu gani ambacho kilitokea wiki iliyopita na kitu gani ambacho na expect kutoka kwa next week. Bila kupoteza muda nitaenda kushare screen yangu, lakini wakati naendelea naenda kushare screen yangu, naomba ni toa disclaimer kwamba hii ni sio financial advice. Hii ni my own analysis ya hizo forex pairs pamoja na gold, na kabla ya kuanza kuchukua trades zako, tafadhali kuwa mwangalifu na uweze kutake proper risk management. So bila kupoteza muda, naomba ni share screen yangu. So hii analysis itaanzia kuanzia wiki ya kesho all the way mpaka Ijumaa, lakini kama tunavyojua kidogo tuna government shutdown kwa upande wa Marekani, so movement zetu ambazo zinatokea kiukweli haziwi tuseme haziwi hazisababishwi na news ambazo huwa tunazi expect kila wiki kutoka, lakini all in all, mwisho wa siku tuna trade based on volatility na market structure inavyokuwa presented. So bila kupoteza muda, naomba nianze. Kwa kawaida huwa naanza na DXY. DXY ni US dollar index. Hii ni index ya US dollar, ambapo huwa naanza na kuianalyze na kuangalia my overall na kupata overall bias ya next week au ya last week, last week au next week. So nikianza na time frame ya 4 hour, napendelea kwanza na time frame ya 4 hour. Hapa tunaona kiangalia kwa haraka haraka tunaona index imekuwa ikistrengthen, ikimaanisha kwamba pairs ambazo zina USD au sema USD as a currency imekuwa ikistrengthen for a while now, na hasa baada ya ile move ambayo kila siku unayasema ya masuala ya interest rate imekuwa ikistrengthen. However, tumeanza kuona ikianza rudi chini kwa maana kuwa weekend, lakini all in all tunaona imeanza kuwa strengthen baada ya hizo news. Hatuwezi kuconclude 100% kwamba sasa hivi tuko kwenye imeanza ku weekend, nikimaanisha bullish movement katika zile pair ambazo zina quoted currency USD, au bearish kwa zile ambazo zina base currency USD, nikimaanisha USD JPY, USD CAD, na zile zingine ambazo zina quoted currency USD. So overall, kama nilivyosema, tunaona hapa imeanza kustrengthen. However, kama unataka kupata further confirmation, nadhani ni vizuri ukasubiri hii gap ikawa filled. Kuna gap ambayo lilitokea kwenye hii pair na ambapo kwenye hii index, sorry, ambapo tunategemea itakuwa filled. So baada ya kuwa filled, tunaweza tukapata overall bias kuhusiana na hii pair, kwa sababu unaweza ukashangaa ikawa filled then ikaendelea kuenda kustrengthen, au probably ika fill hii gap then tukaanza kuona movement ya kwenda chini, lakini we have to wait and see kitu gani ambacho kitokea mara baada ya kufill hii gap. Huku chini nikiangalia kwa haraka haraka naona kuna demand zone. Hapa kuna demand zone again. Hapa pia nategemea kuona reaction ya price pindi price itakapofika katika ile eneo, pindi price itakapofika katika hii eneo. However, nikiangalia kwa juu haraka haraka, niko kwenye 4 hour time frame, clone hii then naweza nikaangalia nikupata biasness yangu endapo price ikiamua kwenda juu
However, ukiangalia hapa ili fail kutengeneza higher high na tukaona movement inaenda kwenda chini, lakini hapa nitasubiri kuona reaction ya price endapo ikifika kwenye hii zone. Why hii zone? Hii zone kwa sababu hii zone ni ya ni supply zone, na hapa kama tunavyoona kuna break of structure, nikimaanisha inaenda juu, kwa hatujapata kuona reaction endapo price itafika katika ile eneo. Kama nilivyotangulia kusema, ni vizuri tukasubiri tukaona hapa price ina react vipi, ili kuweza kujua kama price inataka kwenda chini au kwenda juu. However, kwa huku juu haraka haraka, kwa sababu imeshindwa ku make higher high, my biasness yangu, endapo price ikifika hapa, I'll be more than happy ku short, hasa kwa sababu ya hii structure ya chini. However, kama ingekuwa haijakuwa formed, probably ningekuwa naangalia kuona higher high, au nikimaanisha ku break hii structure. However, hatuja break kwenda juu wala chini, kwa hiyo again, kama price ikiamua kuja kutapo hapa, obviously nitaangalia kama kuna uwezekano wa kuchukua longs katika pair za USD. Personally si trade hii index, however zile pair ambazo zina USD, kwa mfano USD JPY, napenda kuzitrade based on hii overall trend au overall bias ambayo utaipata katika US dollar index. Alright. So hiyo ndio pair ya kwanza. Naomba niende moja kwa moja ya pili. Pili again naanza kwenye 4 hours. 4 hours, kitu gani ambacho tunakiona huku juu? Hii zone nilikuwa nishaimark mara ya kwanza, na hii zone tukienda katika time frame ya juu zaidi, hapa niko kwenye daily. Alright, so nikienda kwenye time frame ya juu zaidi naweza nikaiona vizuri, hasa kwenye daily. Why tunapenda kwenye daily? Ni vizuri kuanza kwenye time frame ya juu ili ukajua price ilikuwa ina react katika eneo gani. Katika daily utaona price ilivyotap pale juu, though ni muda kidogo, lakini price ilivyoweza kutap pale juu, then iliweza kureact na kuenda na kuenda bearish katika time frame kama tunavyoona hapo, kwa kuna zone, then price ikaweza kutap in. Of course baada ya kuanza kutap in, then the rest ilikuwa ni kuanza ku break structure kwenda all the way down. Sasa hivi movement ya price ilipofika tena hapo katika hii zone, iliona ili tap in up, then ikaanza ika change direction, haikuweza hata kufika huku chini, nikimaanisha katika hizi zone za chini, demand zone za huko chini, na hapa ni kwenye time frame kama nilivyosema ya daily. Tukienda kwenye time frame za chini zaidi tunaweza tukaona vizuri. Kwa hiyo ninaenda kwenye time frame ya 4 hours. 4 hours tunaweza tukaona again the same thing inakuwa observed katika 4 hours. Ngoja nijaribu kuzoom. Tunaona price iliweza kutap in katika hilo eneo. However, hapa tunaweza tukarefine kidogo, tukashusha pandisha kidogo juu mpaka ile point ambapo price ili react, tunaweza tukaiacha. Okay, au unaweza nika consider na hiyo candlestick ya kwanza, sorry. Lakini again the same thing ambacho tunakiona kwamba price iliweza kutap in, then ika sell off. So as traders ni vizuri kupay attention na structure, current overall structure, lakini pia na current structure. Nikienda kwa huku chini pia again kwenye ile demand zone naweza nikairefine kidogo mpaka hapo, nikimaanisha baadaye kabla hiyo candlestick kubwa ya kwenda juu, naweza nikairefine hapo. Price imetap in? Nope, haijafika, kwa sababu ilitaka tufika, then ikaweza kubadilisha direction. Probably hii inaweza ikawa ni target ya price endapo itaamua ku sell off. So lakini kama tunavyojua hatuwezi kutrade. Of course tunaweza kutrade, lakini hatuwezi kulilai kwenye time frame ya daily na 4 hour peke yake. Rather tunabidi tuanze ku refine zones zetu. Nikiangalia kwa haraka haraka hapa huwa kuna break of structure, nikimaanisha hapa all the way kwenda chini. So basically kama traders tunabidi tuangalie hiyo break of structure imetokea wapi. So far
break of structure imeanzia hapa, nikamark mpaka hili eneo lote, then tukienda kwenye time frame ya chini tutaanza kuna nini, na kama tunavyoona price imeweza kutap in, lakini tutairefine kama nilivyosema, tukienda kwenye time frame ndogo au time frame za chini. Hii ni supply zone. Lakini again kuna break of structure, imesha break hii structure kwenda juu na kuconclude kwamba tuko kwenye hapana, kwenye uptrend. Hapana, hatuwezi kuconclude hivyo, kwa sababu kama tunataka kuconclude hivyo itabidi tusubiri tuone hii inakuwa taken out, then tunapata higher high ili kuweza kuconclude kwamba sasa hivi tuko kwenye uptrend as opposed to downtrend. But again inabidi to monitor in relation to DXY na kuangalia price action itakavyokuwa inatokea. So naomba niende kwenye time frame ya chini zaidi, naomba niende kwenye 2 hours. Kwenye 2 hours nikiangalia kwa haraka haraka, again eneo lote hili linaweza kuremark kama demand zone, supply zone. Price hivi inakaribia kufika ile eneo ambapo ndo haijafika, inakaribia kufika katika hilo eneo ambapo massive sell iliweza kutokea. So kuna sehemu kama tatu. However mimi kiukweli hii ya kwanza price imesha tap in ikashuka chini. Hii ya pili price ilitaka kutap in lakini haijawahi kufika. However kwa sababu ya kwanza ishakuwa mitigated, mimi nitakuwa biasness yangu itakuwa katika ile eneo, hasa kwa sababu kama nilivyosema price imesha tap in. However kwa trader mwingine ambao kidogo anataka kuwa anaweza akaenda kwenye zone ya juu. However I totally think kama price ikishindwa kusell off katika hili zone, then I expect price kurudi tena kidogo chini, then kuweza kubreak hii zone. Naenda kwenye time frame nyingine ya juu zaidi, ya chini zaidi, sorry. Naweza refine hii zone na kuangalia au kutarget ile eneo. Again kama nilivyosema, ili tuweze conclude kwamba price sasa hivi kwenye uptrend, we have to wait and see kama hii zone inakuwa respected, kwa maana price kuja kutap in na kusell off. However eneo ambalo naona kama nitapay nalo sana attention ni eneo hili hapa. Na sababu kubwa kwa sababu haya maeneo mengine kama ile la kwanza price ishatap in, isharudi chini. Kwa hiyo nitasubiri kuona hapa imekaribia. Mwingine anaweza kusema kwamba hapa imesha sell off, lakini I would rather wait na kuona price kama ita respect hii zone, then ikaweza ku sell off. Kama ikishindwa, then basi ku break hiyo zone na kuenda higher. Alright, so that's it kwenye hii pair. However kwa upande wa chini price kama ikiishia hapo ilipo sasa hivi na ikaamua kwenda chini, nitaangalia supply zone au nitaangalia demand zone yake ya chini hapa, na kuangalia kama price hapa kuna demand zone kabla ile demand zone nyingine ambayo nimeichora katika time frame ya chini. Lakini again probably hii ndio itakuwa eneo ambalo linakuwa targeted baada ya kuanza kusell off kutoka kule juu. Kwa hiyo again mimi next week nitakuwa na pay attention katika hasa hii na kuangalia price action gani ambayo itakuwa provided to me for hiyo next week. Mazingira ambayo tuna trade sasa hivi kwa traders wengi kiukweli ni yana changamoto kiasi fulani, kwa sababu kama tunavyofahamu, kwa sababu ya absence ya hizi news. Kwa hiyo price action kidogo unaona kabisa kwamba direction kidogo inashindwa kuwa certain. Kwa hiyo inakuwa kidogo ni changamoto katika kutrade, lakini kama traders of course tunabidi tuwe observant na structure inakuwa presented na kuweza kutrade. So this is what I'll be looking for next week, early next week, na target hapa sana. Sitaki kuweka RR kubwa, na nadhani 1 to 3 hapo itakuwa inatosha endapo price ikitap in hapa, na stop loss yangu au prefer niweke hapo na nataiacha tu iweze ku ride au tuseme ku move all the way mpaka kwenye demand zone. Na basically demand zone ambayo kubwa naiangalia hapa chini. Tena kuna demand zone nyingine, kama mtu
Utaki naomba niende kwenye time frame ya 15 minutes. Hapa chini kuna another demand zone, sababu hapa kuna break of structure. Ukiangalia hizi liquidity zote zilikuwa taken out, kwa hiyo na hii structure ambayo imeenda juu imekuwa so bullish. Nadhani kuanzia Jumanne. However, kama price iki tap in katika hii zone, then the next target probably itakuwa ni hii. Why? Kwa sababu hapa ndio kwa kuna let me see, hapa kulikuwa kuna sharp movement ya price kutokea huko ilikotokea, nimaanisha chini. Hiyo ndio itakuwa target ya kwanza kabla haja yes, hapa demand zone kabla hajaenda chini. So again nitaangalia price action, lakini kama ikifanikiwa kwenda hapa, then my next stopping point itakuwa ni hii hapa 1 to 2, then depending on structure nitakayoiona hapa, then kama itakuwa ni correction move, I'll be more than happy kusubiri price retrace, then niweze kuenda kwenye chini. Lakini nikiona kama kuna momentum movement kama hii kidogo, inaweza kidogo ikawa ngumu kuweka entry ya kubuy kwa sababu ya unajua momentum ultimate movement, kama kutakuwa hakuna correction move ya price. Alright, so that's it kwenye hii pair. Naomba ni move kwenye pair zingine na nitajitahidi kwenda haraka haraka kidogo. 4 hours ya Euro USD. Euro USD structure yake kama tunavyofahamu inataka kufanana na GBP USD, ingawa zinatofautiana tu, kuna points fulani zingine zinatofautiana. Nikiangalia kwa haraka haraka, what do we see? Kuna break of structure hapa ya kwenda chini. Kwa hiyo again the same thing tuna apply, break of structure probably kwenye fawa. Okay, originate from this area. Kwa hiyo hii area tunai mark. Where is it? Short position. No. Supply zone again kwa upande wa chini. So kuna two areas ambazo naziona. Ya kwanza na hiyo, let me just clone, and then hii hapa iko very clear as opposed to hii, kwa sababu ukiangalia hata movement ya kwanza, of course hapa price iliweza kureact, lakini iliweza kusell off. However, hii inaweza kawa another target au another area ambapo price inaweza kawa pushed kuja mpaka hilo eneo. Again kwa huku chini nitakuwa naangalia zones kama ifuatavyo, then hapa kuna demand zone. Kuna demand zone ambapo nitakuwa naangalia price itakuwa ina react vipi. Kwa hiyo eneo la kwanza hilo, eneo la pili kwa upande wa supply zone, again naangalia price action ya hilo eneo. Ku break tazingine kiukweli tukiwa tuna trade si vizuri sana kufikiria haraka haraka kama price inaweza ka break au kuto break, lakini kama ikifika hapa katika supply zone, then I won't hesitate, though I understand hapa price imesha tap in. However, depending on price action, kama nitaona corrective move katika ile eneo, then I'll be more than happy kuweka entry ya kusell. Target yangu probably itakuwa ni hilo eneo. Naenda kwenye time frame ndogo zaidi 15 minutes na kuangalia price action. The same target. Kwa hiyo target yangu itakuwa ni hivi hapa. Kidogo inatofautiana kidogo na ile pair nyingine ambayo nimetoka kuiangalia, ambapo probably ilikuwa ni eneo hili. However, price naona inakaribia. Kwa hiyo what I'll be looking for ni kusubiri price tap in hapa na kufikiria kuweka entry ya kubuy stop loss over there, au the other way around. The other way around maana yake kwamba price imetap in kwenye supply zone na kuweza kwenda chini. Overall sijaona kama ime break structure. Again hapa ime break structure, ime originate wapi? Ime originate hapa na
kama kuna mtu ambaye angeweza ku pay attention to this structure, probably aliteka advantage ya hili eneo. Why? Kwa sababu price imereact kwenye zone ambapo uh, ili break structure to kwenda chini. So kama tunafahamu hii ni break of structure. Again hapa ili react, lakini hapa ikureact vizuri, lakini what I'll be looking for ni kusubiri price tap in katika hii zone ya juu. Why? Kwa sababu nikiangalia vizuri hapa katika zone ya juu pia kuna gap halijakuwa filled. However, I'll be looking for price kutoka hapo ilipo sasa hivi alafu irudi juu. Stop loss probably itakuwa ni above this zone, alafu nita target ile eneo la chini. So this is what I'll be looking for early next week. Alright. Naomba niende kwenye pair nyingine. This is GBP JPY. GBP JPY last week ilikuwa kidogo na price action nzuri. I would say kama tunavyofahamu ili open, when was it? Let me see. Tarehe 6 nadhani ili open na gap, na leo tarehe ngapi? 19. Kama 2 weeks ago ime open na gap, lakini tumeona price ikianza kurudi chini kama correction move again hapa kama kuna mtu ambaye angeweza kuteka advantage kwenye hii supply zone ambayo ime bring very nice movement ya kwenda chini, nikimaanisha hapa kuna break of structure. Kwa hiyo tunasubiri price tap in kama ilivyo tap hapo, then tukapata nice entry ya ku sell. Sasa hivi tunaona price inajaribu kurudi juu. However, kama ita 4 hours, 1 hour, 15 minutes, yeah. Kuna sehemu moja ambayo nilikuwa natumia price ita react na kuweza kutengeneza this area over here. Yes, kwa sababu kwa kuna break of structure kwenda chini hapa, nilikuwa nategemea price iweze ku react na kuweza ku sell off. However, price ikafanya inachoweza kufanya, ili react ndio, lakini sasa hivi tunaona price ikianza kutaka ku break hiyo zone. However, the next stop my best kwenye hii pair kiukweli ni okay, so yeah, so my best kwenye hii pair kiukweli nasubiri kuona price action ambayo ita bring ku sell off. So nadhani hapo nitakuwa nini, lakini hapo nitasubiri kuona price action inachotokea, nikimaanisha ili nipate opportunity ya kusell. Kama isipoweza kurespect hapo, most likely than not itataka kwenda kwenye zone ya chini. However, I see this pair ikitaka kureact ka one of these zones, nikimaanisha hapa au pamoja na hapo juu, na kuweza ku sell off, na target probably itakuwa, let me see if there is any. Okay, so the next stumbling block itakuwa ni hii. Why? Kwa sababu hapa naona kuna very good demand zone. Je, nitakuwa interested ku sell hapo, ku buy hapo? No. Why? Kwa sababu again, kama nilivyosema, kuna zone huko ambayo kuna huko chini ni kama vile tuko kwenye giza. Kwa hiyo most likely than not probably price itataka ku fill in kwenye hili gap. So I won't be interested kwa sababu tuko very close to hili gap. Kwa hiyo ukiweka hapo, most likely than not tutakuwa taken out kwenye trade. Huku chini nikiangalia kwa haraka, then there isn't much. Let me see, tuko kwenye 15 minutes. Yes, kwenye 15 minutes demand zone. Okay, so kama nitataka kuangalia demand zone ya hii pair kwa huku chini, focus yangu kubwa itakuwa ni eneo hili. Why eneo hili ndio eneo ambao price iliweza ilianza kutengeneza hiyo uptrend na kuanza ku break structure ya kwenda juu na hatimaye kuja kunani. Kwa most likely than not price haiwezi kufika hapa
na kutaka kuondoka. Kwa hiyo the next target as soon as kwamba price ikiweza ku get away na hii demand zone, most likely than not price itataka rangi natumia nyingi kwa kidogo inanipa changamoto, lakini sio mbaya. Alright, there you go. So again stopping point ya kwanza hapa, then nitaangalia kama price itaweza kurespect ile eneo. However, na kama nilivyosema, early next week nasubiri kuona price ikiweza kufill in ile gap. Kwa hiyo that is what I'll be looking for. So that will be next week. Naomba niende kwenye pair USD JPY, another pair. Again, hii inataka kufanana na hii ambayo nataka kuiangalia GBP JPY. Though sio 100%, lakini structure yake unaweza ukaona zinataka kufanana. So far ukiangalia overall hapa tuko kwenye, let me just go to 4 hour. 4 hour ukiangalia overall unaona kabisa kwamba price imeanza kuretrace kwenda chini. Kwa kuna some few areas ambao kiukweli tunaweza tuka pay attention. Kwa hiyo next week, one of them ni hii. Why? Because ili eneo kuna supply zone, so mimi nitakuwa na pay attention kuangalia price action mara baada ya price kufika hapo. Kama kutoka kuna correction, again the same thing, correction move. Kama kuna correction move, tukiangalia hapa price iko inataka kwenda juu, push pull back, push pull back, push pull back. Kaangalia hii push ilikuwa ni kubwa zaidi, ikapata pullback kidogo kubwa zaidi, then tukapata a very big push. Kwa hiyo expectation yangu ni kwamba price iweze kutap in katika hii supply zone na kuweza ku sell off. Let me just go to 15 minutes. 15 minutes, this is yeah. Kwa hiyo this area I'll be paying attention na kuangalia na this is a very nice one. Tafana na ile nyingine kama nilivyotangulia kusema, lakini however ile eneo hapa sitaka pay attention sana. Nitakuwa na pay attention zaidi kwenye eneo ambapo price ilianzia na kubring hiyo break of structure kwenda chini. So then target yangu again most likely than not itakuwa ni maeneo mawili, mojawapo ni eneo hili au demand zone hii. Ili ndio the first zone ambayo nitakuwa na pay attention. Alafu pia baada hilo demand zone ya hapo, then most likely than not nitakuwa nataka kuangalia price action endapo price itafika ili eneo la chini. Again ni eneo ambalo mara baada price kutap in hapo kwenye supply zone au supply zone ya juu yake, I don't think kama price inaweza ikafika huko, lakini who knows, probably anything can happen kwenye market. Lakini tukiangalia current structure inatengeneza lower low, so I don't expect price ku exceed katika ile eneo. However, hata kama iki exceed, I will still be bearish kwenye hii pair, na probably kama nitakuwa stopped out hapa nitaangalia kwenye eneo ambalo linafuata. Lakini again my overall biasness ya hii pair ni ku sell. Kama itatokea L next week, then price action zingine nitakuwa naangalia depending on what will be presented in front of my charts or in front of my eyes. All right, so that's it. The last pair ambayo napenda kuiangalia au nitaiangalia ni gold. Gold nikianzia kwenye time frame kubwa, wote tunafahamu au traders wengi tunafahamu kwamba gold imekuwa very very bullish. Very very bullish baada ya kubreak hii structure. When was it? Ilikuwa ni, was it August? Let me see. September. Tuseme September. September ime break hiyo yes, structure kwenda juu, then tumeanza kuona very sharp movement kwenda chini. Hii movement kama hii tushai kuiona huko nyuma, lakini kama tunafahamu kwa kuanzia mwezi wa ngapi, wa 4, price imekuwa iki range, lakini sasa hivi kuna hiyo movement kubwa ya kwenda juu. Kwa hiyo
kitu gani ambacho na expect next week? Let me go to 1 hour. 1 hour, what do I see? So baada ya hizo movement kubwa kiukweli, expectation yangu kiukweli ni kusubiri price ifike katika baadhi ya maeneo ambayo ni strategic na kuangalia reaction ya price. One of them ni hili eneo, kumbuka hapa tuko na break of structure. Price imeweza kutap in. Yes, iliweza kutap in katika hii eneo, kwa hiyo somewhat imeshakuwa mitigated. However, kama nitaona kuna correction move, the same thing I'll do, nikimaanisha I'll buy. Why? Naelewa kwamba okay, hiyo ni 1 hour. Let me just go to 15 minutes. Yes, naelewa kwamba hapa kuna break of structure, price imesha tap in na kubreak kwenda juu, kwa hiyo this is what I'll be expecting. Naelewa kwamba price imesha tap in, however nitakuwa naangalia kama price, kwa sababu kila eneo ambayo nikiwa ni demand zone, kuna demand zone moja hapa. Sorry guys, nadhani video imekuwa imekatika kidogo, lakini nadhani tunaweza tukaendelea. So kwa expectation yangu ni kwamba ni kusubiri price iweze kutap in katika hiyo ile eneo la chini, then kuangalia kama kutoka kuna nani. However, kama price isipotaka kutap in katika eneo la chini, demand zone ya chini, ikataka kwenda juu, then I'll be looking for shorts. It's very unfortunate sikuweza kuicapture hii baada ya kushindwa kumeka high. Then price kama ikitaka kutap in katika eneo la juu, I'll be looking for shorts. Why? Kwa sababu haijaweza kutengeneza high na sioni kama hapa kuna demand area. I wouldn't say hii hapa ni strong demand area ambapo price imereact. However, price kama ikitaka kutap in, I'll be looking for short for this pair. Of course, I know that will be a very high risk position. However, kama uko comfortable na hiyo, then itabidi usubiri price tap in katika demand zone ya chini, then uangalie opportunity ya ku buy. Alright, so that's it. Hivyo ndo nitakuwa na most likely than not nitakuwa na trade katika hiyo next week. So let me see if I can stop sharing my screen. So otherwise sidhani kama kuna pair nyingine ambayo nataka kuangalia, lakini that's it. Kwa hiyo anyway, tuna trade katika mazingira magumu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzoni, lakini still tunaweza kupata opportunities za kubuy au kusell depending on market structure. Mimi ni technical trader, however napenda ku incorporate news au fundamentals na kuangalia kupata ile bias pamoja na kupata hizo opportunities. So until next week, see you then. Bye bye.